Yeah. Tuambie kwa namna ambavyo mmeiendea mechi hiyo, lakini pia tuzungumze kwanza kuelekea kwenye mchezo huu. Leo tumefanya mazoezi ya mwisho baada ya mchezo wetu uliopita. Tulipumzika siku moja. Leo tumefanya mazoezi ya mwisho Dar es Salaam. Baada ya hapo kesho alfajiri inshallah tutatoka hapa na siku safari kuelekea Manyara mjini Babati kwa ajili ya kumaliza ligi, na tunataka sana mchezo tukumalize vizuri, kwa maana kwamba tushinde ili ligi, japo hatujashinda taji, but kumaliza kwa ushindi pia kinapa faraja, kwa sababu kushinda mchezo ni faraja. Hata kama timu hajashinda imeshuka daraja, lakini as long as bado ipo kwenye ligi na ikashinda mchezo ni jambo zuri kwao. Nakumbuka kwenye ligi ya England msimu huu Southampton walishuka njiani, yani ligi bado haijafika mwisho, wao wameshuka daraja, lakini wakawa na mechi na Man City na waliwakazia kweli kweli baya mno, na baada ya mechi wakasema mtaka wenyewe, si kwa nini mtaka sisi waachie? Kwa hiyo iko hivyo. Kwa hata sisi tunataka tumalize msimu kwa ushindi ili tufurahi wenyewe, kwa maana kwamba tumeshinda mchezo, lengo limekamilika la mchezo huo, lakini tupate momentum nzuri kwa ajili ya mchezo wa msimu unaokuja. Tukimaliza msimu huu kwa ushindi, maana yake tunataka tuanze msimu ujao kwa ushindi pia, kwamba jamani, kama tulivyomaliza msimu uliopita tuupokee msimu huu, tuanzie hivyo hivyo kama tulivyomaliza, na kama tutaanza hivyo itakuwa jambo zuri, kwa sababu msimu huu hatukuanza kwa ushindi. Mechi mbili za kwanza zote hatukushinda, haikuwa jambo zuri, na hiyo ndio ikatuendelea kutuharibia njiani mpaka hapa tulipo. Kama tungeweza kushinda mechi mbili za kwanza, tungepata momentum mapema na labda story ingekuwa tofauti. Sasa mechi za mwisho hizi huwa zinakuwa na ugumu wake, lakini pia kwa wengine waga zinakuwa rahisi. Kwa namna ambavyo kiwatazama Fountain na wenyewe wanahitaji alama tatu wakiwa kwenye uwanja wao wa nyumbani, mnategemea nini sasa nyinyi ambao na wewe unasema kwamba mnazihitaji alama tatu kwa ajili ya kumaliza vizuri msimu wenu? Tunatarajia upinzani mgumu sana kutoka kwao, kwa sababu sisi tunataka 2.3 kwa ajili ya kutengeneza furaha zetu. Umeona wenzetu wanapigania maisha. Yaani hizi point 3 wakizipata, nadhani watakuwa wanaepuka playoff. Yaani hii mechi kwetu sisi tunapigania tu raha za kawaida, wenzetu wanaona kupigania maisha. Unafahamu? Kwa hiyo tunatarajia kupata upinzani mkali sana kutoka kwao. Lakini sisi tumeumbwa kucheza mechi za aina hiyo. Yaani sisi hapa tulipo na ukubwa huu tulionao ni kwa sababu ya mechi kama hizo. So tutakwenda kuicheza mechi hiyo kama itakapokuja, na inshallah tutashinda. Msimu huu Zaka, sasa unauzungumziaje kwa ujumla? Licha kwamba nimezungumza na baadhi ya wachezaji wakina Msaji, wamesema kwamba ni msimu ambao haukuwa mzuri sana kwao, kwa sababu kwenye CRDB hawapo, walitolewa mapema sana, kwenye NBC kama hivyo tena wapo kwenye nafasi ya 3, hawajafanikiwa kile ambacho walikuwa wanakihitaji kwa msimu huu. Na wewe sasa, maoni yako, msimu huu unaweza kuuziaje licha kwamba bado haujakuwa mzuri kama ambavyo wamesema wachezaji wao? Ndio tunapozungumza msimu wao ndio wa kwanza, kwa sababu wao ndio wanakuwa uwanjani. So kama kwao haujakuwa mzuri, na pia kwetu haukuwa mzuri kwa ujumla, kwa sababu kile ambacho wao wangetupa uwanjani ndio kile ambacho sisi tungekizungumza hapa uzuri wenyewe. Lakini ni kama wake up call kwetu kama taasisi, kwamba kuna kitu cha kufanya, kwa sababu msimu uliopita hatukushinda kitu, but tulionyesha improvement kubwa sana katika maeneo mengi kwenye timu. Hata kwenye ligi tu tulipata alama nyingi kuliko tulizonazo sasa. Unafahamu hizi size zimepungua, na hata tukishinda mchezo wa mwisho bado hatufikizi za msimu uliopita. Kwa hiyo haijakuwa sawa sawa sana. Nafasi sio kitu kikubwa sana, kwamba kwa sababu tuko wa pili sasa hivi wa tatu, sio jambo kubwa sana, ila jambo kubwa ni alama ngapi ambazo mmezipata, kwa sababu tulimaliza na alama 69. Tungeweza kumaliza na alama 75, lakini bado tukawa 4. Kwa nafasi haidetermine sana, cha msingi ni alama ambazo umezipata. Kwa hiyo tungepata alama nyingi zaidi za msimu uliopita, tungesema yes, tuzivuke zile, ingekuwa jambo la maana sana, lakini haijawezekana. Ndio mpira unapokuwa, wakati mwingine sio unachokipanga kinakuwa. Mwisho wa siku ligi itakuwa bingwa mmoja tu, wengine wote malengo hayajakamilika. Sababu zako kuna tofauti gani kati ya msimu huu na msimu uliopita kwa klabu ya soka ya Azam, na namna ambavyo unaona mwenendo mzima tulikuwa na kocha mwingine wakati tunamaliza ligi, tofauti na sasa. Tulikuwa na Kipre, hayupo sasa. Vitu vingi vimetokea kwenye timu, kuna watu wengi wameingia wapya, kwa hiyo tofauti zipo nyingi sana.
kwa wachezaji, benchi la ufundi, hata viongozi na nini, mambo kama hayo yapo. Lakini hayo hayana maana kwamba hatukupata kile ambacho tukitaka tangu mwanzo wa msimu kwa sababu ya hayo. Hapana. Jibu la hayo tutalipata baada ya msimu kukamilika na kufanya tathmini ya jumla. Tutafanya tathmini kuona ni sehemu gani haikwenda sawa sawa, ni nati gani haikukazwa, ni nati gani ililegea yenyewe tukiwa safarini. Kwa hiyo hayo tutajua baada ya msimu kukamilika. Tukitoka Manyara tukirudi, tutafanya tathmini na kila kitu tutakijua na kufanya kazi. Kwa namna ambavyo mnaona kwa msimu ambao umeanza mpaka sasa unapokwenda kutamatika, kuna kitu chochote ambacho mmeachieve labda pengine na inaweza ikawa kama fundisho kuelekea kwenye msimu unaofuata? Kama club tunavyo vitu vingi sana, lakini kama timu, hasa senior team, ni vichache. Kama club tunaachieve vitu vingi sana. Msimu huu sisi tumepata nafasi ya kutoa vijana wetu, wameenda Ulaya, wameenda wapi. Unajua ile kitu kama taasisi kitu kikubwa. Lakini sasa kama senior team ambayo ndio nyinyi waandishi mmeipotezea muda. Yaani waandishi wote nyinyi mnaangalia senior team. Na watu wakidefine Azam FC wanadefine kupitia senior team. So kama senior team hatujapiga hatua kubwa sana. Hatujapiga hatua kubwa labda kulinganisha na msimu uliopita, kama ambavyo mmezungumza wenyewe hapa, mmeongea na wachezaji kwamba msimu uliopita kwenye shirikisho la ndani ya CRDB tulifika finali. Msimu huu tumetoka mapema zaidi. Kwenye ligi tulikuwa wa pili, lakini safari hii tumekuwa watatu, na hata pengo kati yetu sisi na walioko juu yetu limekuwa kubwa sana tofauti na msimu uliopita, unafahamu. So hayo mambo ni kwamba hatujaachieve kama senior team. Ni mambo ya kufanyia kazi na inshallah tutakuwa vizuri. Kwa namna sasa ambavyo tunaelekea kumaliza kwa msimu, labda pengine tutarajie mabadiliko ya aina yoyote ndani ya club pamoja na uongozi mzima wa Azam FC, kutokana na kwamba project ya mara ya kwanza ambayo alipewa kocha Yusuf Dabo kabla hajaondoka ulikuwa ni mpango mkakati kwa ajili ya kutengeneza mazingira ya Azam kwenda kuchukua ubingwa ndani ya misimu mitatu mfululizo. Na nukuu pia alishai kutuambia wakati ndani ya miaka hii mitatu tuje tukuuliza Azam FC imefeli wapi ndani ya project hii ambayo ilitokea. Na kama unafuatilia vizuri, msimu wa tatu ndio unaokuja. Na project sio mwalimu. Mwalimu anaweza kaja na kaondoka. Project mbaki na wenyewe. Unafahamu? So tunafanya tathmini kujua kama tumepiga hatua kwenye project, sio kwenye msimu huu, kwenye project. Kama tumepiga hatua au tumerudi nyuma. Tathmini inafanyika mwisho wa msimu. Kwa sababu tathmini ya mwisho wa msimu itatuonesha picha ya msimu huu jinsi ulivyokuwa kwa kulinganisha na project yetu jinsi inavyokwenda. Inawezekana hatukupata pointi nyingi kwenye ligi, lakini project imeenda sawa sawa katika maeneo mengine. Unafahamu? Kwa sababu msimamo kwenye ligi ni jambo moja katika mambo mengi kwenye project. So kama